touch of God's power upon many years ago. Tumeshuhudia miujiza mingi inatendeka makanisani, inatendeka katika makanisa ya manabii, lakini wakati mwingine tumekuwa yamkini labda tunaweza tukajiuliza ni kwa nini Bwana Yesu aliruhusu kwanza miujiza itendeke, na je, miujiza ipi ambayo ni sahihi kufanyika na miujiza ipi ambayo si sahihi kufanyika, na muujiza upi ambao unaweza ukawa ni wa Mungu na upi ambao si wa Mungu. Tukisoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 11 mstari wa 20, neno la Mungu hapa linasema hivi. Anasema, ndipo akaanza kuikemea miji ile ambamo ndani yake ilifanyika miujiza yake iliyo mingi, kwa sababu haikutubu. Ole wako Korazini, ole wako Betsaida, kwa maana kama miujiza iliyofanyika kwenu ingalifanyika katika Tiro na Sidoni, wangalitubu zamani kwa kuvaa magunia na majivu. Ndugu zangu, kumbe nia na lengo la Bwana Yesu kuweza kuruhusu watumishi wake wafanye miujiza, nia na lengo ilikuwa ni watu waweze kutubu dhambi na kuziacha. Ni kweli tumekuwa tukiona miujiza mingi, lakini kumbe mtu yoyote yule ambaye anataka kutumiwa na Mungu, yani afanye muujiza, ni lazima awe na nia na lengo la kwamba wale watu ambao atawafanyia muujiza waweze kutubu dhambi. Kwa hiyo kumbe kama muujiza ule, kama yule mtu ambaye anautoa ule muujiza hajakusudia watu watubu, ule unakuwa sio muujiza wa kimungu. Na tukijaribu pia kusoma katika kitabu cha Mathayo 14:14 ambacho tutakisoma, wacha nielezee kwanza. Ndugu zangu, mahali popote ambapo utaingia kwanza, alafu utakuta mtumishi wa Mungu anafanya miujiza, alafu katika kufanya miujiza anayofanya wale watu hawakemei waache dhambi, ujue kwamba yamkini mahali hapo miujiza inayofanyika si ya kimungu, kwa sababu nia na lengo la Mungu ni wale watu wakishaona ile miujiza wavutwe, waseme kumbe kweli Mungu anaweza. Na wakinapokuja kwa Mungu tu, basi pale pale mtumishi wa Mungu anawaambia, sasa kama mmechagua kuja kwa Mungu, Mungu anataka hivi na hivi na hivi, ili kusudi wale watu waache dhambi zao waende mbinguni. Hiyo waga ni njia ya Mungu kuwavuta watu. Lakini unapoenda kanisani, miujiza unaona inatendeka na bado wanaruhusu watu waendelee kutenda dhambi. Utakuta hilo kanisa bado wanaruhusu ushoga, hilo kanisa bado wanaruhusu kuna wazinzi na hawakatazi uzinzi wao, watu wanavunja ndoa za watu, wanaiba waume za watu na hawakatazwi, watu wanafanya maovu hawazuiliwi, ulevi haukatazwi, wanachohamasisha ni kutoa sadaka tu. Ujue hiyo hiyo miujiza inayofanyika hapo huenda inaweza ikawa sio miujiza ya Mungu, au inaweza ikawa ni miujiza ambayo huyo mtu anaifanya, lakini wale watu hawatapokea uzima, yani hawataenda mbinguni. Na moja kwa moja, asilimia kubwa miujiza namna hii waga ni ya shetani moja kwa moja. Kwa hiyo sasa, ili tuweze kupona, ndugu zangu, lazima tuwe macho. Katika kizazi hichi cha nyakati za mwisho, Bwana wetu Yesu Kristo alizungumza kabisa, akasema ya kwamba nyakati za mwisho kutakuwa na udanganyifu mkubwa kiasi ambacho hata wateule watafanyaje? Watapotezwa. Wateule watapotezwa. Maana yake kuna watu ambao unakuta yupo kwenye kanisa la ukweli, lakini kwa sababu tu ya magonjwa na matatizo anaamua kwenda kwa nabii wa uongo, na manabii wengi wa uongo wametabiriwa watatokea, na nyakati za mwisho ndizo hizi tulizo nazo. Kwa hiyo ndugu zangu, unaweza kuwa na tatizo ukaona kama vile Mungu anachelewa kujibu, kumbe Mungu anakupima, anakujaribu, lakini kwa ajili ya uharaka wako wa kupenda miujiza kuliko Mungu, ukaenda kwenye kanisa, kumbe ile kanisa, yule mchungaji au mtumishi anatumia madhabahu za kishetani, anatumia nguvu za giza. Ndugu zangu, tunaweza tukapotea. Muujiza sio njia ya kwenda mbinguni, ila muujiza ni ishara za kimungu, lakini pia zinaweza zikawa ni ishara za kishetani, ni udhirisho tu wa roho zinazotenda kazi. Zinaweza zikawa ni roho za shetani au zinaweza zikawa ni roho za Mungu. Ukumbuke kwamba hata waganga wa kienyeji waga wanaponya. Kwa hiyo sasa, kama hata waganga wa kienyeji wanaponya, lakini pia mchawi tu kupana ungo, ule ni muujiza. Kwa hiyo sasa, naye shetani anaweza akaponya, anaweza akatoa mali, anaweza akatoa chochote. Ndugu zangu, tujihadhari sana madhambi wa uongo. Kwa mfano, tunapoangalia katika video hii, tunaona huyu mtumishi wa Mungu anatembea tu, watu wanaanguka ovyo ovyo, wanaanguka, wanavunja viti, wengine hatujui walipata shida gani, wanaanguka. Kusudi na lengo la muujiza, ndugu zangu, si kufanya maonyesho ili kusudi huyu mtumishi aaminike, au ili kusudi huyu mtumishi
atukuzwe na wanadamu, aonekane ana nguvu. Ndugu zangu, hakuna mtu yoyote mwenye nguvu. Mwenye nguvu ni Mungu tu. Kwa hiyo muujiza wowote, ili ukitaka kupima ujue kwamba huu muujiza ni wa Mungu, ni lazima kwanza jina la Yesu Kristo litukuzwe katika ule muujiza. Na Yesu anatukuzwa vipi? Kwa kusifiwa, lakini pia kwa kutamkwa yale ambayo anayachukia. Hivyo ndivyo jina la Bwana wetu Yesu Kristo linavyotukuzwa. Lakini pia tukijaribu kuangalia katika kitabu cha Mathayo sura ile ya 14 na mstari wa 14, ndugu zangu, neno la Mungu linasema hivi. Bwana wetu Yesu Kristo alitamka haya. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Mathayo sura ya 14 mstari wa 14. Maandiko matakatifu yanasema hivi: Yesu akatoka akaona mkutano mkuu, akawahurumia, akawaponya wagonjwa wao. Kwa hiyo kumbe Bwana Yesu alikuwa anafanya uponyaji, nia na lengo, alikuwa anawahurumia watu, na watu wengi sana. Nitakuonyesha maandiko katika kama utakavyosoma hapa, ni kwamba watu wengi alipokuwa akiwaponya, wengine alikuwa anawakataza, anasema usitangaze, usinitangaze. Maana yake alikuwa anaonyesha kielelezo kwetu kwamba tusifanye miujiza ili tutukuzwe na wanadamu au sifa zetu zienee kwa watu. Hapana, bali Bwana wetu Yesu Kristo, ye Mungu aliye hai, aweze kutukuzwa. Kwa sababu Yesu tunajua kabisa alikuwa ni Mungu, lakini alipokuja duniani alikuja kama mwanadamu. Kwa hiyo na ndio maana wakati mwingine alikuwa anasema utukufu ni kwa Baba. Ilikuwa ni kuonyesha kwamba sisi wanadamu tumtukuze Mungu, si kwamba yeye hakuwa Mungu, alikuwa ni Mungu. Sasa ndugu zangu, Mathayo 14:14 inaonyesha kwamba Mungu alikuwa anafanya miujiza kwa nia ya kuhurumia watu. Sasa utakuta katika kizazi hichi manabii wengi wanafanya kwa nia ya kujionyesha, kwa nia ya kujitangaza, lakini pia kwa nia ya kukusanya sadaka nyingi. Ndugu zangu, hizi ni nyakati za mwisho. Wewe ambaye umesimama, uangalie usije ukapotea, ukaanguka. Kama una ugonjwa wako au una matatizo yako kwenye ndoa au una changamoto yoyote, basi hakikisha sana ukae katika Mungu kweli kweli, usije ukapotezwa na miluzi ya manabii wengi, usije ukapotezwa na uhitaji wako ukaenda kwa watumishi ambao wamejiungamanisha na shetani. Na watumishi wengi hawa, ndugu zangu, wengine ni maarufu ambao kabisa tunawafahamu na wakati mwingine tunawaamini. Wengine ni wanategemea madhabahu za kishetani kabisa, wanategemea uchawi. Ndugu zangu, tujihadhari. Hizi ni nyakati za mwisho. Bwana wetu Yesu Kristo yupo karibu kurudi, anarudi upesi. Ni heri wewe ukifa katika Bwana, utaweza kwenda mbinguni, kuliko ukaponywa katika shida yako, alafu baada hapo ukawa umenajisiwa roho yako. Bwana wetu Yesu Kristo atakapokuja akakuta umenajisika, asikuchukue kwenda mbinguni kwa ajili ya unajisi, kwa sababu ule mji mtakatifu watakaoingia ni wale watu ambao ni wasafi na watakatifu. Isaya 53 inatuambia kwamba kilicho najisi na kisichotairiwa hakitaingia. Ukinajisiwa kwa ajili ya uponyaji wa kishetani, hautaingia mbinguni. Dada yangu, mama yangu, kaka yangu, ndugu yangu, tumkubali Bwana wetu Yesu Kristo. Na wewe ambaye hujaokoka, huu ni wakati wa kutubu dhambi zako na kumwamini Yesu kama mwokozi wako. Tumia mapambo. Mwanamke unayevaa mavazi ya kikahaba, mavazi ya kuacha mwili wako wazi pasipo kujistiri, badilika, tubu. Yesu Kristo anarejea, tuweze kukutana mbinguni. Haya mambo ya muda kitambo machache tu yasiwe chanzo cha wewe kwenda motoni na kujutia milele. Ni madogo hayo tu. Wewe mche Mungu tu. Kuna wanawake ambao wanavaa vizuri na Mungu amewabariki, wanawaume na wapo vizuri, wanang'ara, kwa sababu Mungu alipomuumba mwanamke hakukukosea kabisa. Wala usimrekebishe. Mungu akubariki kwa jina la Yesu.